Ujumbe ni mrefu sana ambao wameuandika Harmonize, lakini kubwa na dhima alilolizungumzia ni kuhusiana pia na heshima ambayo sasa hivi yuko nayo kwa Diamond Platnumz na miaka ya zamani, na kama alivyozungumza na kuweka wazi kwamba kwa sasa hivi Diamond amekuwa sio msanii ambaye labda amekuwa akitengeneza upendo kwa baadhi ya wasanii wengine, lakini amekuwa akitengeneza chuki na kuonekana kwamba hapendi mafanikio ya wasanii ambao aliweza kuwazalisha. Lakini binafsi nakwambia Harmonize kipindi ambacho anaingia ndani ya Wasafi alikuwa kimheshimu na akiona kwamba huyu ni mtu sahihi ambaye amenisaidia na mwenye upendo, na ni kweli kabisa amekubali kwamba miongoni mwa wasanii ambao hatakuja kuwasahau na ataendelea kuheshimu na kuwapenda basi ni Diamond Platnumz. Lakini cha ajabu kuanzia maisha yalivyobadilika na Harmonize alivyoondoka pale Wasafi na kuanza kujitegemea, ndipo mambo yalipoanza kubadilika kati ya Diamond na Harmonize, kiasi kwamba chuki zikaanza kutawala, ambapo Diamond alionekana kumchukia Harmonize ya kwamba anajitegemea, lakini pia muziki wake unapendwa na mashabiki, kiasi kwamba ikafikia hatua na stage ambayo mashabiki wakawa wanamshindanisha Harmonize na Diamond Platnumz. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo imemfanya Harmonize aone kwamba hakuna sababu ya kuendelea kumpenda na kumheshimu mtu ambaye tayari hajiheshimu na anahitaji pia kuweka chuki na msanii wake ambaye amemtengeneza mwenyewe. Yani sawa na kinyago unakichonga alafu pia kinakutisha. Ndio hii kauli ambayo leo hii inatumika sana mbele ya Diamond Platnumz na kaka yetu Harmonize. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Short Code.